Mtazamaji wa Even TV mahali popote pale ulipo, habari za wakati huu tena. Karibu sana katika mwendelezo wa simulizi yetu ya mapenzi kati ya mbingu na dunia. Na leo nakuletea episode ya 4. Msimuliaji wako ni mimi Kiliwan. Karibu sana. Wanasema mapenzi ya kweli hupimwa si kwa maneno, bali kwa misukosuko unayopitia. Leo tunaanza sehemu ya 4 ya simulizi yetu, kati ya upendo, mapenzi kati ya mbingu na dunia. Tulipoishia, Brian alikuwa ameanza kujikatia tamaa, huku Faith akipambana kati ya mapenzi yake na heshima kwa wazazi wake. Siku ziliendelea kusonga. Faith alikuwa nyumbani kwao kimya. Simu ya Brian ilibaki ikilia bila majibu. Kila mara alipomtumia ujumbe, majibu yalikuwa mafupi, baridi, yasiyo na hisia. Alijua ndani ya moyo wa Brian kulikuwa na maumivu yaliyotokana na maneno ya baba yake Faith na ukimya wa Faith mwenyewe. Labda nilikosea kupenda juu ya uwezo wangu, lakini sikukosea kumpenda mtu wa kweli, aliongea Brian akiwa kwenye chumba chake cha mpangaji, akitazama picha ya Faith kwenye simu yake. Siku moja mama yake Brian alimgusia kwa upole. "Mwanangu, nimekuwa nikikuangalia siku hizi, umekuwa kimya sana. Unakumbuka siku moja nilikuonya juu ya yule binti, lakini sasa moyo wa mama unaona mbali." Brian akainua kichwa, macho yake yakiwa mekundu kwa mawazo. "Mama, nilimpenda kwa dhati, lakini sasa nahisi kama dunia inanigeuka." "Sikiliza mwanangu, kama umempoteza kwa muda, usikate tamaa. Upendo wa kweli hauzimu na umbali." Maneno yale yalimpa nguvu kidogo. Brian alitoka pale akiwa na pumzi mpya. Aliahidi ndani ya moyo wake kwamba angebadilisha maisha yake, si kumridhisha baba Faith, bali kuthibitisha kwamba mapenzi yao yalikuwa ya kweli. Siku zikapita. Brian alianza kufanya kazi za ziada, kuosha magari, kuendesha bodaboda mchana na usiku, kusaidia mgahawa mmoja. Watu wakaanza kumheshimu. Hata mama yake Faith aliendelea kumsifu kwa bidii yake bila mumewe kujua. Wakati huo Faith naye alianza kujutia kimya chake. Alikuwa amechoka kubaki chini ya amri za wazazi wake bila kusema. Siku moja alijifungia chumbani na kuandika barua ya kweli ya ukweli wake. "Brian wangu, nilikosea kukaa kimya. Niliofu wazazi wangu, nikasahau moyo wangu. Kama bado nanipenda, najua siku moja tutakutana tena. Si kwa bahati, bali kwa makusudi ya Mungu. Wako daima, Faith." Barua ile haikumfikia Brian mara moja. Ilibaki kwenye kabati kwa siri hadi siku moja mdogo wake Faith alipoipeleka kwa Brian kimya. Alipoisoma machozi yalimtoka, lakini wakati huo moyo wake ulikuwa umeanza kuwa mgumu kidogo, si kwa sababu ya hakumpenda tena, bali kwa sababu alikuwa amejeruhiwa sana. Katika dunia ya mapenzi, majeraha ya moyo hayaponi kwa haraka, lakini wakati mwingine maumivu ndio daraja la kuelekea kwenye upendo wa kudumu. Mwisho wa episode ya 4. Je, unadhani Brian ana haki ya kuendelea kumpigania Faith licha ya kuumizwa mara kadhaa? Na kama wewe ni Faith,
ungemkaidi baba yako kwa ajili ya upendo? Unadhani wazazi wana nafasi gani kuamua nani watoto wao wapendane naye? Usikose katika episodi ya 5 ya simulizi hii, Mapenzi kati ya Dunia na Mbingu. Mimi ni Kiliwan. Asante na nikutakie wakati mwema. Tukutane katika episodi inayofuata.